Pigie Bwana makofi mengi. Naomba uketi katika uwepo wa Bwana. Praise Team, Mungu awabariki. Kile kitabu cha Ezekiel sura ya 21. Ezekiel 21 na ule mstari wa 21. Ezekiel 21 na ule mstari wa 21. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Aliitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 na mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 na mstari wa 19. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako. Na tuombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu tunalihimidi na kulitukuza jina lako, e Bwana. Asante kwa uaminifu wako na kwa neema hii ambayo unatupa watoto wako tena kuwepo nyumbani kwako katika siku ya tatu katika madhabahu hii. Bwana, tuko tayari kukusikiliza. Sema nasi wasiwasi kwa neno lako. Fungua akili zetu tukaelewe na maandiko yako, ili neno lako likapate kutuponya na kututoa katika maangamizi yote. Nami mtumwa na mtumishi wako Bwana, jalie kunena ilipasavyo katika kweli, ujasiri, maarifa, hekima na ufahamu wote utokao kwako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Pigia tena Kristo makofi na vigelegele. Leo ikiwa ni siku yetu ya tatu, somo ambalo Mungu ametupa lina kichwa kinachosema mambo ya kufanya unapokuwa kwenye njia panda ya hatima. Mambo ya kufanya unapokuwa kwenye njia panda ya hatima. Na jana tulianza kuangalia sababu zinazoweza kumfanya mtu akaingia kwenye njia panda ya hatima. Na leo nataka nisogee kidogo ili tupate dakika kadhaa pale mwishoni za kuomba. Na sababu ya kwanza ambayo inaweza ikampelekea mtu akafika au akaingia kwenye njia panda. Kumbuka, njia panda ni mahali au ni wakati ambapo mtu anatakiwa kufanya maamuzi. Ana machaguo mbalimbali ambayo anatakiwa kuamua uamuzi ambao utaiathiri kesho ya kwake. Na nikakwambia sababu ya kwanza inayoweza kumfanya mtu akaingia njia panda ni ukosefu wa maono ya kimungu. Na hapa nikakwambia maono ya kiungu ni dira ya maisha ya mtu. Pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Na hapa nikakueleza mambo kadhaa hapa. Nikakwambia kukosa maono ni kukosa mwelekeo wa maisha. Mtu asiyekuwa na mwelekeo wa maisha wakati wote yuko njia panda, ajui aelekee wapi, ajui afanye nini, ajui aende wapi. Kwa hiyo muda wote yeye anajikuta yuko njia panda. Na nikakwambia kukosa maono ni kuishi kwa maamuzi ya hisia badala ya ufunuo. Kuishi kwa maamuzi ya hisia badala ya ufunuo.
Siku zote tunahitaji kuishi kwa ufunuo, na kitakachokupa ufunuo ni maono ulionayo. Maono ndio analeta mafunuo. Uisia hazileti mafunuo hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakueleza jambo lingine ya kwamba kuishi bila maono ni kuingia katika chaguzi zisizo sahihi. Ukiwa huna maono utajikuta unafanya chaguzi zisizo sahihi, kwa sababu hauna kitu kinachokuongoza katika kuchagua. Maono ndio atakayokusaidia ufanye uchaguzi ya kwamba nielekee wapi sahihi, nifanye nini, kwa sababu mwanadamu hajaletwa duniani afanye kila kitu. Haujaletwa duniani kufanya kila kitu. Haujaletwa duniani kwenda kila mahali. Haujaletwa duniani kukaa kila mahali. Haujaletwa duniani kuwa rafiki wa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maono ndio atakayokupa mwongozo katika kufanya machaguzi yako. Na nataka nikuongezee hii ya kwamba niliishia jana pale, naomba uongeze hii kama unaandika. Kukosa maono ni kupoteza utambulisho wa kiroho. Mtu asiye na maono amepoteza au anapoteza utambulisho wa kiroho. Maono ya kiungu humsaidia mtu kujitambua yeye ni nani ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Labda niulize swali hili, nani anajijua yeye ni nani ndani ya Kristo? Nyosha mkono. Nani anayejijua yeye ni nani ndani ya Kristo? Kwa hiyo hatujijui sisi ni nani ndani ya Kristo. Nani anayejijua yeye ni nani ndani ya Kristo? Mmoja. Wengine hatujui sisi ni nani ndani ya Kristo. Maana yake basi hatuna maono. Bwana Yesu asifiwe. Kama ujui wewe ni nani ndani ya Kristo, huwezi kufanikiwa ukiwa duniani. Tunaenda pamoja? Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja. Biblia inasema hivi, moja, kwa mfano, sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo kama wewe ni mtendakazi pamoja na Kristo, chochote unachofanya haufanyi peke yako. Tunaenda pamoja. Haukifanye peke yako. Kristo ndiye anayekuongoza katika kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikosa maono, umekosa utambulisho. Maono ya kiungu inakusaidia kujitambua wewe ni nani ndani ya Mungu. Samsoni alipoteza mwelekeo wa wito wake na akajikuta amedhalilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba, naomba unisikilize hapa, ile kwamba Mungu ameweka kusudi ndani yako, shetani hakuogopi. Sema amen. Sema tena amen. Ile kwamba Mungu ameweka maono ndani yako au ameweka kusudi ndani yako, shetani hakuogopi. Tunaenda pamoja. Ile kwamba wewe unajiita mtumishi wa Mungu, shetani hakuogopi. Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni kwa mama yake. Angalia shetani alivyomsaka. Nilikwambia jana na ngoja nikwambie leo ya kwamba shetani hahangaiki na mtu asiye na kitu. Sema amen. Shetani hana haja na mtu ambaye hana impact kwake. Tunaenda pamoja? Shetani hapotezi muda na mtu ambaye hana nini? Hana madhara. Ukiona shetani anakufatafata, ujue kuna kitu kikubwa kiko ndani yako, anakitafuta hicho kitu. Hakutafuti wewe, anatafuta hicho kitu kilichoko ndani yako. Bwana asifiwe. Labda nikupe mfano utaelewa. Nenda kwa Ayubu. Anzia Ayubu 1. Unakuta majibishano ya Mungu na shetani. Shetani anaomba ruhusa ya kwenda kwa Ayubu. Mungu anamuuliza, anamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani anamwambia, Ayubu anakupenda kwa sababu umempa vitu. Bwana asifiwe. Anakupenda kwa sababu umempa nini? Umempa vitu. Maana yake shetani alifikiri mahusiano ya Ayubu na Mungu ni kwa sababu Mungu amempa vitu. Bwana asifiwe.
alifikiri kwamba Ayubu anamcha Mungu kwa sababu Mungu amembariki, lakini kumbe sio. Angalia shetani alivyomaliza mali za Ayubu, akaua mifugo, akaua watoto. Shetani alifikiri kwamba akiua mifugo, akiua watoto wa Ayubu atamkana Mungu. Biblia inasemaje? Baada ya Ayubu kupokea taarifa ya mali zake zote kuondoka, Ayubu alisemaje? Akasema, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Tunaenda pamoja? Mstari unaofuata unasema Ayubu hakumkosea Mungu. Tunaenda pamoja? Okay. Sasa acha nikupe siri nyingine. Shetani akitafuta kitu kilichoko ndani yako akakikosa. Shetani anapokuja kwako hana shida na wewe, ana shida na kitu kilichoko ndani yako au kitu unachokifanya. Tunaenda pamoja? Akikikosa hicho kitu kilichoko ndani yako au unachokifanya, anahamisha vita kutoka kwenye hicho kitu, anaihamishia kwako binafsi. Tunaenda pamoja? Kwanza shetani akija kwako anatafuta kitu kilichoko ndani yako, kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, au kitu ambacho Mungu amekupa kufanya. Tunaenda pamoja? Kabla ya ujenzi wa ukuta, kina Sanbalati na Tobia walikuwa hawana shida na Nehemia, lakini uadui wa Sanbalati, Tobia na Nehemia ulianzia wapi? Ulianzia pale Nehemia alipopewa kazi ya kujenga ukuta. Ndio ile Nehemia 4, unaona, tuliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, waliposikia kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, Sanbalati akainuka kwa ajili ya kutupinga. Biblia inasema akaghadhabika, akaingia uchungu, akaanza kuwadhihaki wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla ya Nehemia kuanza kujenga ukuta, Sanbalati na Tobia walikuwa hawana shida na Nehemia. Lakini shida ilianzia wapi? Baada ya Mungu kumpa Nehemia kazi ya kujenga ukuta. Bwana asifiwe. Kabla Mungu hajakupa hatua, rafiki zako wako na wewe, watakupenda, watakuchekea, watakuwa pamoja na wewe, watatembea na wewe, wataenda harusini na wewe, watafanya kila kitu na wewe. Lakini Mungu akishakupa hatua, wanageuka, wanakuwa maadui. Ngoja nitumie mfano. Fikiri mnafanya kazi ofisi moja, wewe na rafiki yako, wewe na shoga yako. Tunaenda pamoja na mnakaa Ebeneza. Huku si panaitwaje? Si panaitwa hivi Ebeneza? Huu mtaa unaitwa Ebeneza huku. Sasa kila siku mnaamka wote, mnaamshana, mnapigiana simu saa 11 alfajiri, si ndio? Ili muwai daladala. Tunaenda pale wapi? Muwai daladala pale, ili muende wapi? Muende makumbusho, mnafanya kazi. Tunaenda pamoja? Sasa fikiri sasa, inatokea wewe, Mungu anakubariki, anakupa gari anakupa nini? Anakupa gari. Wewe unafikiri nini kikatokea kwa rafiki yako? Yaani tulikuwa tunaamka wote saa 11, tulikuwa tunaparangana wote kwenye daladala, tunakanyagwa wote kwenye daladala, kama ni mvua tunanyeshewa. Amenunua gari, maana yake yeye ataondoka kwenye hayo maisha, mimi bado nimebaki. Unafikiri ataendelea kukupenda kama mwanzo? No. Aina ya watu tulionao, aina ya watu wanaotuzunguka, aina ya watu ya marafiki tulionao, wanataka tufanane kwa kila kitu. Kama wote kama tunapanga, wote tupange. Tunaenda pamoja? Kama ni kuvurugwa na wenye nyumba, wote tuvurugwe na wenye nyumba. Fikiri wote mnapangwa, mlikuwa mnavurugwa. Kuna wakati unaenda kumuomba kodi, naye anakuja kukuomba ni azime hela nikalipa kodi. Au fikiria saizi Mungu anakubariki, anakupa kiwanja, alafu unaenda kumwambia Bwana ametenda, amenipa kiwanja. Unafikiri ataendelea kukupenda? Kwa sababu unajua muda si mrefu
Huyu anajenga, anaondoka kwenye kupanga, ananiacha hapa. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo shetani anatafuta kitu kilichoko ndani yako, au ile hatua au kazi ambayo Mungu amekupa. Tunaenda pamoja? Akitafuta kile kitu akakikosa, anatoa vita kwenye kile kitu, anahamishia kwako binafsi. Ndio kilichotokea Ayubu. Shetani alikuwa anatafuta ule uchamungu wa Ayubu kwa Mungu. Kwa hiyo shetani akafikiri ya kwamba akipiga mali za Ayubu atamkufuru Mungu, lakini ikawa sio. Kwa hiyo baada ya kupiga mali akakosa, akasema okay, akatoa vita kutoka kwenye vitu, kwenye kitu, akahamishia kwa Ayubu mwenyewe, akampiga na ugonjwa wa majipu. Maana yake ile vita imehamia mwilini, imehamia kwa Ayubu, imetoka rohoni imekuja mwilini, kwa sababu shetani alikosa kile kitu. Akaona nikimpiga Ayubu kimwili atamkufuru Mungu, mpaka mke wake anamwambia mkufuru Mungu ukafe. Ayubu alimwambiaje mke wake? Je, kwa Mungu tupate mema tusipate na mabaya? Biblia inasema hata katika hiyo Ayubu hakumwazia Mungu kwa mabaya. Nenda kasome kitabu cha Ufunuo kwa habari ya joka na yule mwanamke. Kwa nini? Shetani alikuwa na shida na mwanamke, alikuwa na shida na mtoto. Angalia, baada ya shetani kumkosa yule mtoto, baada ya ardhi kumsaidia yule mwanamke, nini kilitokea? Biblia inasema hivi njoka akaenda akafanya vita na mwanamke. Haikuishia kwa mwanamke, akaenda kufanya vita na uzao wa mwanamke uliosalia. Yaani shida ya shetani haikuwa mwanamke, haikuwa uzao, haikuwa nini? Haikuwa uzao, ilikuwa ni yule mtoto. Alipomkosa ule mtoto, akaenda kwa mwanamke, akaenda na kwenye uzao wa mwanamke wengine waliosalia. Ngoja nimsaidie mtu hapa. Kuna aina ya vita iko kwenye maisha yako, sio ya kwako. Sio ya kwako, ni kwa sababu ya ukaribu ulionao na mtu fulani. Narudia tena, kuna aina ya vita iko kwenye maisha yako, sio ya kwako, ni kwa sababu ya ukaribu na mtu fulani. Halo, tunaenda pamoja? Fikiri, ngoja niseme hivi, mimi Molel ni mtumishi wa Mungu. Tunaenda pamoja? Nyuma yangu kuna mke, kuna watoto wananitegemea. Tunaenda pamoja? Kuna ndugu wengine, kuna wazazi. Tunaenda pamoja? Sasa shetani, kwa sababu hiki ninachokifanya, nimekuambia kusudi ndio linakupa maisha, sio ya kwako tu, na hata watu wanaokutegemea. Kwa ile familia inaishi kwa sababu ya ili kusudi nilonalo. Shetani akitafuta ili kusudi kwa jinsi ya kawaida kuvuruga hii huduma na nini, akashindwa. Fikiri itokee siku moja nimepigwa na ugonjwa wa kupooza, nimelala kitandani, nini kitatokea? Watoto watakula? Watoto watasoma? No. Si watu wengi hapa wanapata nafasi ya kuwaombea mabosi wao. Si watu wengi. Fikiri shetani kuna kitu anakitafuta kwa bosi wako, akakikosa, alafu akaenda akatandika afya ya bosi wako. Nini kitatokea? Hana uwezo tena wa kuprovide kwa ajili ya kampuni. Inatokea nini? Anashindwa, anafunga kampuni. Akifunga, wewe umekosa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine, unajua Mungu asipokupa maarifa ya namna ya kuomba, utaishia kumlalamikia Mungu siku zote, kama Ayubu. Mume wako anaweza akawa mlevi, wewe ukapambana na ulevi. Tuenda pamoja? Akawa mme au mtoto anaweza akawa na mlevi, wewe unapambana tu na ulevi.
Kumbe shida sio ulevi, kuna kitu adui anakitafuta. Kwa hiyo ameweka ulevi hapo, we unakomana ulevi, huku shetani anafanyaje? Halo, tunaenda pamoja. Nilikutana na kijana mmoja aliletwa na mama yake. Yule kijana amesoma, ana masters inayoeleweka, akapata kazi ya maana, lakini ameanza tu kazi, hajapata hata mshahara wa mwezi wa kwanza. Yaani wakati mwingine anaenda kukutwa baa, amelewa, amelala, anabebwa, analetwa nyumbani, na kazi ilikuwa nzuri. Ameletwa pale, nimemwekea mikono, nguvu za giza zikapiga kelele. Nikasema shida, yaani huu ulevi ni njia tu. Sisi kuna kitu hatutaki apate kwenye hii kampuni, kwenye hii kazi. Wewe ni mtu mkubwa sana na atakuwa na nafasi kubwa sana kwenye hii kazi. Kuna vitu Mungu anataka apate hapa, sisi hatutaki. Kwa hiyo tunatumia ulevi kwa ajili ya kuweka zuio asipate kile ambacho anatakiwa kupata. Halo, kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa kitu? Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Tunaenda pamoja. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza na wewe kwa habari ya utambulisho. Maono yanakupa utambulisho. Mungu anapoweka kitu ndani yako, hicho kitu ndio kinachokupa utambulisho. Halo, Bwana Yesu asifiwe! Tunaenda pamoja, tunaenda pamoja. Niseme na wewe sababu ya pili. Sababu ya pili inayoweza kukusababisha ukaingia au ukafika njia panda: maamuzi yaliyofanywa kwa haraka. Yaani maamuzi unayofanya kwa haraka yanaweza yakakupeleka njia panda. Maamuzi ni sehemu ya kila siku ya maisha ya mwanadamu. Si kila uamuzi una thamani sawa, na pia si kila uamuzi unapaswa kufanywa kwa haraka. Kuna maamuzi mengine yanahitaji kusubiri, yanahitaji subira, hayahitaji kuamua kwa haraka. Kuna nyakati ambazo kuchelewa kidogo ni hekima. Lakini kufanya haraka, kuamua, kunaweza kukawa mlango wa matatizo makubwa kwenye maisha ya kwako. Na maamuzi ya haraka yasiyokuwa na mwongozo wa kimungu yanaweza kumpeleka mtu moja kwa moja kwenye njia panda, yaani mahali pa mkanganyiko, majuto na kutokuwa na uhakika wa hatua inayofuata. Nikupe mfano wa familia moja ya Ibrahim na Sara. Ya Ibrahim na nani? Na Sara. Ibrahim kwa ahadi alimpata Isaka, lakini kwa haraka, kwa kuharakisha, akamzaa Ishmaeli, na ndo ametuletea shida mpaka leo. Yaani matokeo ya Ibrahim na Sara kuamua kwa haraka ndo ametuletea hii shida tulionayo leo. Leo tunanunua mafuta ya petroli 3,800. Hii ni shida iliyosababishwa na Ishmaeli.
Halo? Halo? Kwani vita inapigana ni ya nani na nani? Si Iran na Israel na Marekani. Kwani Iran ni kina nani? Iran ni Ishmael. Halo? Yaani mtoto wa nje ya ndoa mtoto wa kuharakisha kwamba tunaweza tukafa hatujapata mtoto, wakaharakisha. Kwa hiyo wakaisababisha shida kesho kwenye uzao, kwa sababu huyu Mpalestina wa leo ndo Ishmael, ndo anapambana na sisi, anatuita kafiri, ndo anatuita makafiri. Bwana asifiwe. Kwa sababu Hajiri alikuwa na asili ya Palestina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotokea unaamua bila kufikiri kwa kina, unaweza ukajikuta kila siku we ni mtu wa kurekebisha makosa. Kila siku we ni mtu wa kurekebisha makosa. Maamuzi ya haraka hupuuza ushauri wa Mungu. Maamuzi ya haraka hupuuza ushauri wa Mungu, kwa sababu haraka humfanya mtu kutotafuta mapenzi ya Mungu. Na ndio maana moja ya kitu ambacho unatakiwa uombe kila siku unapoamka, Mungu, naomba nisaidie niatende, nisimame, nienende katika mapenzi yako. Ukiomba namna hiyo, maana yake kila kitakachokuwa kinakutokea, cha kwanza utakuwa unayaangalia mapenzi ya Mungu, unayafikiria mapenzi ya Mungu, kumpendeza Mungu. Tunaenda pamoja, kumpendeza Mungu. Mazingira hayatakusumbua, mazingira hayatakusumbua. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 9 ule mstari wa 3 mpaka wa 15, utakuta habari za Yoshua na watu fulani wanaitwa wa Gibeon. Wale wa Gibeon walikuja wakamdanganya Yoshua, wakasema uongo. Yoshua akafanya haraka kufanya nao agano. Alipofanya nao agano, baadaye wanagundua wale watu ni waongo. Huwezi kubatilisha tena agano, huwezi kubadili, huwezi kufuta agano, lazima waishi, kwa sababu ni agano ambalo tayari walikuwa wameshafanya. Maana yake hata kama ni mtu anakuja kukuambia habari fulani, usifanye haraka katika kutekeleza. Mtu anakuja kukushirikisha, kukwambia bana, kuna fursa fulani iko mahali fulani. No, tulia kwanza, tafakari, jipe muda. Bwana Yesu asifiwe. Jipe muda, hata kama unaona ile fursa ina hela ndani yake, ina kila neema ndani yake, jipe muda kwanza. Usifanye haraka katika kuchukua maamuzi, kwa sababu maamuzi utakayofanya hapo yanaweza yakakupeleka njia panda. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi ya haraka mara nyingi huongozwa na hisia. Maamuzi ya haraka mara nyingi huongozwa na hisia. Kwa mfano, fikiri leo binti aliyependa sana, aliyempenda kijana sana, alianza naye safari muda leo, na wakiwa wanaendelea na safari yao mahusiano, si kweli kwamba yule dada hakuna vijana wengine wanaomfuata, wapo, tunaenda pamoja, lakini hawezi kuwakubalia kwa sababu tayari yuko kwenye nini? Yuko kwenye mahusiano mengine tayari yenye malengo, yenye kufika kesho. Tunaenda pamoja. Sasa fikiri ghafla ikatokea sasa huyu kijana ambaye huyu binti alimwamini sana, ameweka imani yake ndani yake, anasema huyu ndiye atakayekuwa mume wangu kesho. Fikiri ule kijana anamtenda, anampiga tukio. Tunaenda pamoja. Wakati amepigwa tukio,
Mwezi uliopita hapa, miezi mitatu nyuma, kuna Mathayo alikuwa anamfuata. Sasa amepigwa tu tukio leo, baada tu ya tukio Mathayo anatokea. Mathayo anatokea. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri nini kinatokea nini? Huyu dada anaweza akafanya maamuzi ya haraka kuanza safari nyingine na Mathayo akitafuta faraja. Halo, tunaenda pamoja? Wakitafuta nini? Tafuta faraja. Lakini hii safari ya pili haiwezi fika chochote, kwa sababu maamuzi ya kuanza safari ya pili yamesababishwa na nini? Na hisia. Aliumizwa, amepata maumivu. Halo, asa baadaye fikiri sasa, yule ambaye alimuumiza akamfanyia tukio, baadaye anakuja kumwomba msamaha wakati tayari ameshaanza safari na nani? Na Mathayo. Maana yake kuna dalili tena na Mathayo naye akapigwa tukio. Safari inayoamuliwa kwa hisia mara nyingi sana inapeleka watu wengi njia panda. Usiamue kwa hisia, usiamue kwa mazingira, usifanye haraka. Maana yake maamuzi ya haraka mara nyingi sana yanafanyaje? Yanaongozwa na hisia. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kajifunze kwa habari ya Petro. Petro, Yesu alimwambia oya, kabla jogoo hajawika mara 3 utafanyaje? Utanikana. Akasema kwa kweli, wajapo kukana wote, mimi sitafanyaje? Mimi sitakukana. Lakini angalia, sasa hiyo Yesu ashakamatwa, jamaa anatafuta hifadhi, wakamwambia oya, wewe si mwanafunzi wake? Anasema wewe, mimi simjui mtu huyo. Simjui mtu. Nini kilimfanyabisha aseme hivyo, amkane Yesu? Mazingira, hisia, kwamba nikisema ya kwamba namjua mtu huyo, na mimi nimefanyaje? Na mimi naweza nikapelekwa msalabani. Kwa hiyo ngoja wanamwambia hata kutembea kwako, hata kuongea kwako kunafanana na mtu huyo. Mimi simjui. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anapata kitu hapa? Kuna mtu anapata kitu hapa? Maamuzi ya haraka au haraka huondoa hekima ya kupima matokeo. Maamuzi ya haraka huondoa hekima ya kupima matokeo. Maamuzi ya haraka hayatoi nafasi ya kutafakari matokeo ya baadaye. Yaani chochote, ndio maana jana nilikwambia hivi, njia panda ni mahali ambako ni pa uchunguzi. Tuenda pamoja? Ni mahali pa uchunguzi, ni mahali pa kuamua, ni mahali pa mwelekeo. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo maamuzi ya haraka hayakupi nafasi ya kufanyaje? Ya kuchunguza. Maana yake kabla hujaamua ni lazima upate nafasi ya kufanyaje? Upate nafasi ya kuchunguza, upate nafasi ya kuchunguza. Ikiwa usharika fulani, alikuja ndugu mmoja, nimemaliza semina hivi siku kama hivi, yule ndugu akaja pale mbele analia, akaniambia, mtumishi, nahisi kuchanganyikiwa, nahisi kufa. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, mtumishi, mimi ni mtoto pekee wa kiume kwenye familia na niko hapa Dar es Salaam ninafanya kazi, lakini nilikuwa na malengo ya kufungua kampuni ya kwangu. Kwa hiyo sasa nikajipanga, nikajua ule kufungua kampuni mtaji ule unahitajika shingapi. Akaniambia, nikaambiwa ni shilingi milioni 80. Kwa hiyo nikajikusanya. Anasema siku ambayo ameenda benki kudeposit milioni 5 ili ifike milioni 80, maana tayari kulikuwa kuna milioni 75. Yaani anatoka tu kwenye mlango wa benki akapigiwa simu,
baba yako ni mgonjwa sana huko kijijini, anaumwa sana, kwa hiyo anahitaji, yuko hospitali, anahitaji rufaa ya matibabu. Kwa hiyo akafanya namna, akaletwa Dar es Salaam, akapelekwa Muhimbili pale, wakafanya cheki, wakamwambia huyu mtu ni wa wapi? Huyu mtu ni wa India. Wakafanya taratibu, gharama zinazohitajika milioni 80. Kwa hiyo akajitahidi kuchangachanga pale na marafiki na ndugu, akaishia kwa marafiki na ndugu, akapata milioni 10. Kwa milioni 70 nakiwa atoe yeye, na akaenda, ikabidi aende. Wameenda huko matibabu, wamekaa kule, hela zimekaribia kuisha, ikabidi tu warudi. Kwa hiyo dawa zingine wanaziagiza kutoka wapi? Kutoka India. Sasa hiyo siku aliyokuja ananiambia mtumishi, hela ambayo ilikuwa imebaki benki ya mwisho niliyokwangua hapa mkononi mwangu, na niona nimebeba dawa za baba ambazo ndo hela ya mwisho niliagizia hizi dawa. Nimefika airport, nimepokea dawa, napigiwa simu, baba kafa. Akanieleza pale, tulikuwa na watumishi wengine kadhaa pale, tukaanza kuomba. Mungu akatuambia, huyu ndugu hakuniuliza ule ugonjwa haukuwa unatafuta afya, ulikuwa unatafuta milioni 80 kampuni. Farao aliwaambia Wamisri, hawa Waisraeli wana nguvu, tuwatendee kwa akili. Kwa hiyo shetani anaweza akakutendea kwa akili ili ufanye maamuzi ya haraka yatakayoharibu kesho ya kwako ambayo uliipambania kwa muda mrefu sana, kwa sababu haraka haikupi nafasi ya kutathmini matokeo ya kesho, kwamba hiki kinachotakiwa niamue matokeo yake kesho ni nini, itanipa kiasi gani kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Mfalme Rehoboamu. Watu walimwendea wakamwambia, baba yako alikuwa anatutesa, alitufungia kongwa, tunaomba ufanyaje, utulegezee kongwa ambalo tulikuwa tumefungiwa na baba yako, tulegezee. Akawaambia, nendeni, nitafanyaje, nitawaambia. Kwa hiyo Rehoboamu akaita wazee, akawaambia, wale ndugu wamekuja wananiambia hivi. Wale wazee wakamshauri vizuri kabisa, lakini baadaye akawaondoa wale wazee, akawaita vijana ili apokee ushauri kutoka kwa vijana. Vijana wakamwambia, hawa ndugu wanatakiwa waongezewe maumivu. Waongezewe nini? Maumivu. Kwa hiyo kwa haraka Rehoboamu akafanyaje? Akaondoka, akachukua ushauri wa nani? Ushauri wa vijana, akaacha ushauri wa wazee. Kwa hiyo walipokuja kupokea jibu, akawaambia, kama baba yangu aliwafunga kwa kongwa, akawapiga kwa fimbo, mimi nitawapiga kwa nge. Angalia alivyofuata ule ushauri, nini? Taifa liligawanyika. Haraka haikupi kufanya tathmini ya matokeo. Kwa hiyo usifanye kwa haraka, fanya tathmini kwanza ili upate matokeo ya kesho. Nini kitazaliwa kesho? Na mara nyingi sana shetani haji wakati, yani hakuna haji kiudogo, labda niseme hivyo. Shetani anakuja kiukubwa. Leo unaweza ukawa huko kazini, akakuletea kazi nyingine. Ukicheki hapa una mshahara tabo ya ule uliokuwa nao, na wewe ukaangalia kiwango cha mshahara
Lakini kumbe shetani ana cha kwake, ukakimbilia kuacha kazi hii ukaenda hii, ndo safari yako ikawa imeishia hapo. Pata utulivu kwanza. Bwana asifiwe. Kesho nitazungumza na wewe namna ushauri unavyokuingiza njia panda. Ushauri unavyokuingiza njia panda. Nataka tuombe kwa hizi dakika 15. Nataka tuombe kwa hizi dakika 15. Wangapi wamefanya homework yangu ya jana? Tumesema leo nakagua daftari hizo. Mwalimu lazima akague notes na homework. Wangapi wamefanya homework yangu? Naomba nikupe dakika 2 za kufanya hiyo homework hapa. Nataka tuombe, ni muhimu. Tupe korasi wakati unaandika, kisha unaandika. Si ulielewa jana? Kwa wale ambao kuwepo jana, jitathmini, una nguvu gani? Yaani wewe una uwezo gani ndani yako? Alafu angalia madhaifu ulionayo, andika. Alafu angalia mazingira gani hatarishi yanakuzunguka. Nataka unaane ili tunapokuingia kuomba uwe serious kidogo. Alafu nikakwambia andika na mipango ya kwako. Nataka tuingie kuomba hapa. Tupe chorus dakika 2 ili tupate dakika kama 10 hivi za kuomba. Zitatusaidia sana. Andika, unaweza kusimama sasa. Heri jina, heri jina, heri jina la Yesu. Heri jina,
ukishamaliza unaweza ukasimama, kisha una hiyo karatasi yako, nitakuongoza maombi, alafu nitakupa nafasi ya kutaja moja baada ya nyingine. Nitakupa nafasi ya kutaja moja baada ya nyingine wakati wa maombi. Wakati wa maombi. Juu ukiwa umeshika hiyo karatasi, sema: Mungu Baba, paza sauti yako. Mungu Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nimelisikia neno lako, nimelisikia neno lako ya kwamba Bwana, pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Bwana, na kukosa maono ni sehemu au ni njia ya kunipeleka kwenye njia panda ya hatma. Bwana, umesema ya kwamba kukosa maono ni kukosa mwelekeo wa maisha. Bwana, kukosa maono ni kukosa kuishi kwa maamuzi ya hisia badala ya ufunuo. Bwana, kukosa maono ni kuingia katika chaguzi zisizo sahihi. Bwana, kukosa maono ni kupoteza utambulisho wa kiroho. Bwana, yamkini Bwana, saa hii ninaishi bila maono. Ndio maana Bwana, niko njia panda, sijui nielekee wapi, sijui nifanye nini. Bwana, saa hii ninaomba toba kwa kukosa maono. Bwana, nisamehe kwa kukosa maono kwa damu ya Yesu. Bwana, ninafanya biashara lakini sina maono. Bwana, nisamehe ikiwa Bwana, ninafanya kazi lakini sina maono. Bwana, nisamehe ikiwa Bwana, ninafanya kazi ya mikono lakini sina maono. Bwana, nirehemu na unisaidie jioni hii ya leo,
jioni ya leo. Nisaidie Bwana, nipe maono kwenye kila ambacho ninakifanya. Nipe maono ya mwaka huo, nipe maono ya mwaka huo, nipe maono kwenye mahusiano, nipe maono kwenye ndoa, nipe maono kwenye biashara, nipe maono kazini, nipe maono kwenye huduma, nipe maono kwenye kila ambacho ninakifanya, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, uliponiumba ndani yangu ukaweka uwezo, maana umesema katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28, baada ya kuniumba ukaniambia ya kwamba nizae na kuongezeka, ukanibarikia baraka ya kuzaa na ya kuongezeka. Maana yake ndani yangu kuna uwezo wa kuzaa na kuongezeka. Bwana, uwezo ni nguvu ya kuzalisha, ni nguvu ya kuleta matokeo. Bwana, ndani yangu umeweka nguvu tangu tumboni kwa mama yangu, umeweka uwezo. Sai Bwana, ninauleta uwezo wangu kwenye madhabahu yako. Kila nguvu yangu, kila nguvu iliyoko ndani yangu ninaileta madhabahuni pako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hata ndani yangu Bwana, umeweka uwezo wa kuamua Bwana, kila uwezo ulioweka ndani yangu ninauleta madhabahuni pako. Iwe uwezo wa biashara, ninauleta madhabahuni pako. Uwe uwezo wa kuimba, uwezo wa kuhubiri, uwezo wa kulima, uwezo wa kazi ya mikono na uwezo wowote ninauleta kwenye madhabahu yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu taja kila uwezo ulioko nao, taja ile nguvu yako, ile nguvu ulionayo ndani yako, itaje moja moja ulioandika. Mwambie Bwana, nina uwezo ndani yangu, nina uwezo wa kufanya hiki, nina uwezo wa kulima, nina uwezo wa kufanya biashara, nina uwezo wa kuhubiri, nina uwezo wa kuimba, nina uwezo wa kuomba. Mwambie Bwana, hii ni nguvu yangu, hii ni nguvu uliyoweka ndani yangu, hii ni nguvu uliyoweka ndani yangu. Wewe utaja moja baada ya nyingine. Mwambie Bwana, hii ndio nguvu yangu, hii ndio nguvu yangu, hii ndio nguvu yangu, kwa hiyo nguvu yangu. Maana ya kuileta madhabahuni, lengo la kutaja madhabahuni, Mungu anatumia kitu alichokupa ili kukufanikisha. Anatumia uwezo aliyoweka ndani yako ili kukufanikisha. Utaje kwa Bwana, utaje kwa Bwana, utaje kwa Bwana. Taja moja baada ya nyingine, wala usiogope, wala usiogope, wala usiogope. Wewe taja tu, huo ndio uwezo wako. Utaje kwenye madhabahu ya Bwana, mwambie Bwana, ninaweka uwezo, mimi na uwezo wa kufanya kazi, mimi na uwezo wa mahesabu, mimi na uwezo wa injinia, uwezo wa ujenzi. Hii ndio nguvu yangu. Uwezo wa kufanya biashara, hii ndio nguvu yangu. Maana ya kuiweka madhabahuni ili shetani asiharibu huo uwezo, asiweke zuio, huo uwezo usikufanikishe. Mungu alimwambia yule mama mjane, una nini nyumbani? Akasema una chupa ya mafuta. Akamwambia katake vyombo vitupu, wala usitake vichache, ukamimine mafuta halafu ukayauze. Huo uwezo ni chupa yako ya mafuta. Ili Mungu akufanikishe, anatumia ambacho amekiweka mikononi mwako. Ili Mungu akufanikishe, anatumia uwezo aliokupa, uwezo alioweka ndani yako. Elimu wewe ulioanza ndani yako, elimu ulionayo ndio uwezo wako. Fani ulionayo, ujuzi ulionao ndio uwezo
atautumia kwa ajili ya kukufanikisha. Uweke madhabahuni, uweke madhabahuni, uweke madhabahuni kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu kwa sauti, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Umesema ya kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi anayebeba udhaifu wetu. Moja ya sifa ya mwanadamu ni kuwa dhaifu, Bwana, nina madhaifu, wengine Bwana ni mengi. Bwana, saa hii ninauleta kila udhaifu nilio nao madhabahuni pako, ili adui asitumie udhaifu nilio nao kuniweka njia panda na kuharibu maamuzi yatakayoharibu kesho yangu. Kila udhaifu ulio ndani yangu nilio nao ninauweka madhabahuni pako. Roho Mtakatifu, wewe ndiye ubebaye udhaifu wangu. Roho Mtakatifu, saa hii na kuomba, beba udhaifu ili adui asiutumie kuharibu maamuzi yangu, kuvuruga maamuzi yangu na kuiharibu kesho yangu kwa damu ya Yesu. Haya, anza kutaja, maana utaja moja baada ya nyingine. Mwambie Mungu, huu ndio udhaifu wangu, ninauleta madhabahuni. Mwambie Roho Mtakatifu, nina udhaifu huu na huu, nauleta madhabahuni pako. Rakapaka ya kusanga, utaje, usiogope, utaje kila udhaifu ulionao. Roho Mtakatifu anatubebea udhaifu wetu, sisi tu dhaifu. Wewe utaje kwenye madhabahu ya Bwana, taja kwenye madhabahu ya Bwana, upeleke madhabahuni kwa Bwana kila udhaifu, upeleke madhabahuni kwa Bwana, kabisa kwa Bwana, ili adui asiutumie kukuvuruga, ili adui asitumie udhaifu wako kukupeleka njia panda. Yamkini udhaifu wako ni kuwaamini watu, yamkini udhaifu wako ni kuwasaidia watu, na watu wanatumia huo udhaifu kwa ajili ya kukuweka njia panda. Udhaifu ulionao wameutumia, wamekuweka njia panda. Udhaifu ulionao ni upendo kupita kiasi, na watu wanatumia kukuweka njia panda. Rakataya bosa, adui ametumia huo udhaifu, amekuweka njia panda. Mwambie Bwana, huu ndio udhaifu wangu, leo ninauleta madhabahuni pako, ili adui asiendelee kuutumia kuniweka njia panda na kuharibu maamuzi yangu na kuvuruga kesho ya kwangu. Rakapaka ya bosa, baba, sisi tu dhaifu Bwana, na tunaleta madhaifu yetu kwenye madhabahu ya kwako. Maana Bwana ulitupa msaidizi, ndiye Roho wa Bwana ambaye anaubeba udhaifu wetu, Wakati mwingine hatuwezi kuomba itupasavyo. Adui anaweza kutumia udhaifu wetu wa kutokuomba ipasavyo akatuweka njia panda. Bwana, tunaleta udhaifu wa mbele zako, wewe mwenyewe ukatubebea udhaifu, ukayafunike madhaifu yetu, Rakapokoria masa. Angalia madhaifu alionayo huyu mama, angalia madhaifu alionayo huyu dada, angalia madhaifu alionayo kijana wa kike na wa kiume. Bwana ameuleta msalabani, pokea haya madhaifu Bwana, ukayafunike ili adui asiyatumie katika kutuharibia kesho ya kwetu, katika kutubana kwenye maamuzi. Wengine wamebanwa kwenye maamuzi kwa sababu ya udhaifu wa kwao, wanashindwa kuamua, wanashindwa kujua waelekee wapi. Bwana, tunaweza kwako, wewe ndio msaada wa kwetu, wewe ndio utakayetusaidia kwa damu ya Yesu. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu. Umesema ya kwamba katika kitabu cha Ayubu 21
20:28 ya kwamba nami nitakusudia neno, nalo neno litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zangu. Bwana, ninayo maono, ninayo mipango, ninayo malengo ambayo nimeyaweka kwa ajili ya mwaka huu, ambayo nimejiwekea kwa ajili ya mwaka huu, kwenye biashara, kazini, nyumbani, kwenye miradi na kila kazi ya mikono yangu, kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye uzao na kila mahali. Bwana, ninaleta mipango yangu ambayo ndio maono niliyo nayo kwa ajili ya mwaka huu. Haya maono ndio atakayonipa mwanga wa kesho yangu. Haya maono ndio atakayo nifikisha kwenye kesho yangu. Bwana, ninayaleta kwenye madhabahu yako. Haya ndio maono yangu. Bwana, nifanikishe kwenye kila ono, nifanikishe kwenye kila lengo, nifanikishe kwenye kila mpango kwa damu ya Yesu. Haya, taja hiyo mipango, taja hiyo maono, taja moja baada ya nyingine. Mwambie Bwana, hii ndio mipango niliyo nayo katika mwaka huu. Haya ndio malengo niliyo nayo katika mwaka huu. Bwana, nisaidie Bwana, ili nienende katika haya malengo, maana haya malengo ndio yananipa mwanga, ndio yatanisaidia kuamua, maana neno lako linasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Mwambie Bwana, haya maono yakanipe mwongozo katika kuamua, ili Baba nisikae njia panda, nisiwe wa kwenda kila mahali, nisiwe wa kufanya kila kitu, nisiwe wa kusikiliza kila mtu, nisiwe wa kukaa na kila mtu. Baba, nisaidie katika maono yangu nilionayo katika hii biashara, nilionayo hapa kazini, nilionayo kwenye uzao, nilionayo kwenye ndoa. Baba, tusaidie watoto wako. Haya ndio maono tunayaleta mbele zako. Neno lako linasema makusudio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwako. Sisi tumekusudia Bwana, wewe ndio utakayetufanikisha, wewe ndio utakayetusaidia kutembea kwenye hayo maono. Taja moja baada ya nyingine, taja kabisa, taja. Hata kama kuna lingine hujaliandika, wewe nitaje kwa Bwana. Mwambie Bwana, ninakabidhi maono haya kwako. Mahali huu mwanga, huu ni mwanga kwa ajili ya kesho yangu. Hii ni njia, haya ni mawazo uliyoweka ndani yangu ili kunipeleka kwenye kesho yangu. Rakapolia basi. Baba Mtakatifu, tusaidie watoto wako, tusaidie Bwana katika kutekeleza maono haya na malengo haya Bwana, ili tukaifikie ile kesho ambayo unatukusudia. Adui asipate nafasi ya kutuvuruga, ya kutupotezea muda na kutubadilishia njia, kwa sababu ya Bwana, haya maono ni mwanga. Wewe umesema ya kwamba na mwanga utaziangazia njia zako. Bwana, angazia mwanga wako kwenye njia zangu ili nitimize haya maono. Hata maono yangu Bwana, kwa ajili ya utumishi na huduma ulionipa, na yaleta mbele zako. Wewe Baba ukanifanikishe mwenyewe, wewe Baba ukayasimamie peke yako. Kila maono tuliyo nayo tunayaleta kwako katika jina la Yesu. Shika sadaka yako. Wakati unakuja kutoa sadaka, kuna chombo kitakuwepo hapa, kisha umeweka hiyo karatasi. Tutaendelea kuomba kesho mpaka siku ya mwisho ya semina, kuombea huo uwezo wako, hayo madhaifu yako pia, pamoja na malengo hayo tulionayo. Kwa tuongezee chombo kingine. Utakapokuona kuja, njoo na hiyo karatasi, weka. Na kama hujaandika, tafadhali hakikisha ukienda unaandika tena, ili kesho ukija unaweka kwenye chombo. Ukishachukua sadaka, simama ni mshukuru Bwana. Mungu le hai, asante kwa wema wako na asante kwa siku hii ya tatu ya semina katika madhabahu hii. Asante Mungu kwa sababu Mungu unafunika uwezo tulionayo kwa damu yako, na unayabeba madhaifu yetu na kuweka zuio adui asitumie madhaifu yetu kutuharibu na kuiharibu kesho tuliyokusudia. Adui asitumie madhaifu yetu kutuingiza katika njia panda, mahali ambako hatatuletea mkanganyiko,
na mvutano wa mwelekeo. Pokea hizi sadaka tunazokutolea jioni ya leo. Ni shukrani yetu mbele zako kwa ajili ya mafunuo ya neno lako ambalo umeliachilia kwetu, na sadaka hii tunaiunganisha na maombi tuliyoomba Bwana, pamoja na mipango tuliyoiombea Bwana. Hayo ndio maono ya kwetu, kwa sababu pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Bwana, pokea sadaka hizi, pokea na mioyo yetu. Bwana, siku ya kesho tutakuwa na maombi maalum kabisa, nami naziombea bahasha hizi nazitakasa kwa damu yako ya thamani. Ni kibebeo maalum cha maombi ya siku ya kesho, kibebeo maalum cha sadaka kwa ajili ya maombi ya siku ya leo tunaposogea kwa upekee katika madhabahu yako. Bariki kila mmoja atakayechukua bahasha hii Bwana, kamwandae aina ya sadaka ambayo ataweka Bwana, ili asogee hapo siku ya kesho kwenye madhabahu yako ukapate kuupokea moyo wake, kwa sababu shida yako sio sadaka, shida yako ni moyo wake. Unapotoa wito wa kutoa sadaka, maana yake kuna fursa mpya na mlango mpya ambao unaufungua mbele yetu baada ya sisi kutii na kutoa sadaka. Atakayechukua kwa ajili yake, kwa ajili ya mtu mwingine, mume wake, mke wake, watoto wake, biashara, kazi yake na eneo lolote, Baba ukaonekane kwake. Uso wako uende nasi sasa tunapotoka hapa, uso wako ukatufunike, damu yako ikanene mema kwetu, ukatuepushe na malipizi, visasi, mashambulizi ya kila namna, ukatulinde damuni mwako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen.